Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV, mashabiki zetu mahali popote muko, katika habari zetu za mchana muda wa saa 5 na dakika 30. Kama unavyotusikiliza kupitia habari zetu za asubuhi, endelea kuungana na sisi. Habari zetu za mchana, endelea kuungana na sisi mpaka habari za jioni. Kama ni mara ya kwanza kukutana na sisi katika habari zetu za mchana wa leo, endelea kuungana na sisi mara moja, endelea kusubscribe, like, comment, endelea kupartage kila sehemu popote, ili habari zetu ziendelee kuwafikia kila sehemu popote mashabiki zetu muko. Nasalimia mandugu zangu, mumeshinda vipi? Watu wangu kutokea ndani ya USA, Canada, Australia, kutokea sehemu zingine tofauti ndani nchini Ulaya, mara moja ndani ya nchi Afrika, nyinyi wote tunawasalimu zaidi, mumeshinda vipi? Na ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika pembe zote za Kongo, tunawasalimu zaidi kupitia habari Media Bukavu TV kwa muda wetu wa saa 5 na dakika 30. Leo tuko na mengi ya kuzungumza katika habari zetu za leo. Leo habari tuko nazo ni mengi zaidi kwa sasa kupitia mambo haya yanaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika upande wa mapigano. Kumbuka leo ni tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Katika sehemu popote mapigano yameendelea kuzuka katika mchana wa leo. Na kwa sasa, kabla nije kufungua kurasa zetu na kuuliza, tayari umesha kujiabone, umesha kujipartage, umesha kutumia watu wengi link ama vipi? Endelea kuungana na sisi ili habari zetu mara moja zikufikie. Na katika habari zetu ama katika kurasa zetu mara moja nitakuja kuwapeleka katika ndani ya sekta ya mahali mapigano yameendelea kuzuka zaidi, katika mahali mauaji yameendelea kuwa mengi zaidi katika upande ama katika sehemu ya mapigano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande mara moja nitakuja kuwapeleka katika ndani ya teritwari ya Beni kuelekeza wilayani Ituri. Huko tayari mapigano ama mauaji imeendelea kuwa mengi zaidi kupitia wahasi wa ADF wanaendelea kushambulia raia population kila sehemu popote. Na katika mauaji haya yameendelea kusonga. Kumbuka mauaji yameendelea kuwa zaidi kabisa, imechukua muda mrefu zaidi. Kabla nikuje kuwapasha, kuna vijiji vinaendelea kushambuliwa kabisa katika ndani ya teritwari ya Beni, katika eneo inaitwa Katera, Mangabo, na ndani ya vijiji vingine. Hizi ni maeneo wanajeshi wa ADF wameendelea kushambulia katika eneo inaitwa Katera, na sehemu inaitwa Mangabo, na sehemu zingine ifuatazo inaitwa Biakato na Babila, Babombi, Mambasa, Ituri, Irumu. Hizi ni eneo mapigano, uaji sio mapigano, ni uaji imeendelea kuwa huko katika masakre. Hizi ni vijiji tayari wanajeshi wa FRDC bado hawako katika seta hizi, na katika vijiji vya kwanza kulionekana maiti 26 katika kijiji kinavyoitwa Katera, Mangabo, na vijiji tofauti viko katika ndani ulayani huko Ituri. Na hizi vijiji ilikuwa tarehe 6 kulionekana maiti 2 kwanza. Mara ya kwanza tarehe 7 jana kukaonekana maiti 24 kutokea katika vijiji hivi. Na katika sehemu hili wanajeshi wanaua watu hapa ni wanajeshi wa ADF kwa sasa, wanaoongozwa na Thomas Lubanga kama gisi mnavyoelewa. Na wanajeshi hawa wahasi tayari wameendelea kufanya maarifu katika ndani ya sekta hii ya uko ulayani Ituri na Beni. Kwa sasa mauaji yameendelea kusonga zaidi. Kwa sasa inaendelea kuweka hofu raia population katika pande hizi. Kwa sasa kumbuka, hizi ni eneo tayari wanajeshi wa FRDC na wanajeshi MONUSCO pamoja na jeshi la wazalendo bado hawako katika maseta hizi. Na kwa sasa wanajeshi hawa wa ADF au wanaendelea kuingilia katika vijiji vyenye havina jeshi yoyote. Na ndio kwa maana sasa unapata taarifa, habari zenyewe zinaenda kuwa na hofu zaidi. Kabla nikuje kuwapasha habari zingine, hebu tusikilize kwanza ndugu yetu kutokea katika upande wa hapo Beni, atatueleza kila mahali popote uharifu ulikuwa, wanajeshi wa ADF wanaendelea kushambulia katika vijiji vingine ifuatazo. Hebu tumsikilize mara kwa moja kabla nikuje kuwapasha habari zangu zingine. Kama unanisikiliza kupitia Media Bukavu TV, ungana na sisi mara moja. Washambuliaji hao waliingia katika maeneo hayo usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026 na kufanya mauaji dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia. Taarifa zinaeleza kuwa
Watu wawili waliuawa kwanza katika eneo la Katoren kabla ya waasi hao kuendelea kufanya mashambulizi mengine katika vijiji vya Musumbu, Musangwa, Wasafi na Magambo ambapo watu wengine 24 waliuawa. Hali hiyo imefanya idadi ya waliopoteza maisha kufikia raia 26 ndani ya kipindi cha siku 2 pekee. Kinosi Gatuzo amesema kuwa baada ya kutekeleza mashambulizi hayo, waasi hao walijificha katika kijiji cha Bahiko, huku akisisitiza kuwa mauaji hayo yameziacha familia nyingi katika majonzi makubwa. Haisa ametoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kushirikiana na vikosi vya usalama wakati jeshi likiendelea kuimarisha operation za kuwafuatilia washambuliaji hao. Katika mji wa Oicha, hali ya huzuni ilitawala Jumatano jioni baada ya mihili ya kwanza ya waathirika kuwasili katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya Rufaa. Familia nyingi zilionekana zikilia na kujaribu kutambua mihili ya ndugu zao waliouawa katika mashambulizi hayo. Taarifa kutoka vyanzo vya kitabibu zimeeleza kuwa miili hiyo imehifadhiwa katika chumba cha maiti, huku familia za waathirika zikiendelea kufika kuchukua mihili ya wapendwa wao kwa ajili ya mazishi. Wakati huo shughuli za msako bado zinaendelea katika maeneo yaliyoshambuliwa ili kutafuta watu wengine waliouawa. Hao manusura walioweza kuwa wamejificha. Katika miezi ya hivi karibuni, kundi la ADF limeongeza mashambulizi ya mauaji katika maeneo ya Ben, Mashamba na Irumu, likitumia makundi madogo ya wapiganaji kushambulia raia katika vijiji mbalimbali. Mashambulizi hayo yanaendelea kuzidisha hali ya ukosefu wa na kama tayari mnavyosikiliza mara moja kupitia habari zetu za Media Bukavu TV, mnaelewa tayari kitu ninavyozungumzia kueleza kama hivi. Mapigano haya yameendelea kuzuruka ama mapigano haya yameendelea kusonga katika upande wa Beni, Ituri kuelekea katika sehemu za wanajeshi hao hasi wa ADF. Kumbuka tayari wanajeshi hao wanaendelea kuingia katika vijiji vyenye havina jeshi yote la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na mara kwa moja ukiangalia katika mwezi wa 4 mpaka huyu mwezi wa 5 ni mambo, huyu mwezi wa 5 kwa kweli mambo imebadilika kwa sasa. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikuwa wakiendelea kuingia katika vijiji vyenyewe vinajulikana. Kumbuka kuna vijiji vyenyewe niliueleza katika habari zangu zingine tangu mwezi wa 3 niliueleza tayari kuna vijiji vyenyewe serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado hazijaingia. Kuna vijiji vyenyewe serikali ya Jamhuri ama wanajeshi wa Wazalendo ama MONUSCO bado hawajaingia kwa sasa. Kumbuka wanajeshi ama wahasi wanatafutaga mahali tayari hakuna security, mahali hakuna mwanajeshi yote, na kabla waingie katika vijiji tayari wanakoesha kuwa na communication na ya pili tayari wanajeshi hawa wana mpangilio de technique de combat. Ya tatu wanajeshi hawa kuna gisi wanaofanya katika mapigano hao kwa kufanya nini? Kwa kuonesha ulimwengu tayari hao sio watu wa msamaha. Na kwa sasa ukiangalia ya beaucoup de innocents de personnes de population là qui mort dans une pays qui mort avec mambo mengi zaidi, kwa sababu kubila security amani kila yoyote. Na kama tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa inaendelea kufanya msako kila gisi ninavyowaeleza, lakini kumbukeni kitu moja, hata serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ifanya msako, kumbuka haiwezi kumaliza Jamhuri ya Kongo, ni nchi kubwa zaidi. Na katika sehemu ya Nord huko Beni, huko Ituri, Mambasa, katika vijiji hivyo wanajeshi hawa wa ADF wako, sio kusema kama tayari wako katika vijiji vyenye hawezi kutambua yoyote kwa sasa. Kumbuka wanajificha kwa sasa. Wale wanaofanya hivyo ni watu tayari, kuna wale wenyeji wa vijiji hivi na kuna wengine zaidi kutokea mainchi tofauti pale. Kuna mambo mengi zaidi haieleweke, lakini kwa sasa kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaanza kufanya msako, lakini mambo mengi zaidi. Kumbuka wanajeshi wa raia population 26 waliofariki wale ndio wanajulikana, lakini kumbuka kuna vijiji vingine kwa sasa vinaendelea kupoteza watu, kwa sasa hawajaonekana. Kuna vijiji kama gisi ninavyoonyesha tayari, kuna vijiji hivi vyenye
tayari vyenye nimewaleza vijiji vyenye havina wauaji, vijiji vyenye havina jeshi kabisa. Kuna Biankoto na sehemu nyingine inaitwa Babila, Bambombi na sehemu zinaitwa Irumu. Hizi ni eneo tayari hakuna mwanajeshi wote wa FARDC ama wanajeshi wa wazalendo huko, ni vijiji vinakaa tu wa raia peke yao. Na katika huyu mwezi wa nne kulionekana maiti 100 katika vijiji ifuatazo katika ndani ya sehemu inaitwa Nyange. Na huko tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado hakuna kufika katika vijiji hivyo, kwa sababu huko ni ndani ya porini kabisa, ni ndani ya mistuni kabisa, ndani ya shambani. Kwa sasa jeshi la ADF kwa sasa linaendelea kuongeza nguvu zaidi kwa sasa. Tangu mwanzo mwezi wa kwanza kulikuwa naendelea kwa operation nyingi zaidi. Kwa sasa serikali ilikuwa imeamua kuingia katika vijiji vimoja vichochoro, lakini kwa sasa tangu jeshi iliondoka katika vijiji vimoja na mara moja wa jeshi wa ADF waliamuka asubuhi mapema zaidi. Watu wangu sijiulize kwa nini leo nimekawia naongelea zaidi katika upande wa Beni peke yao. Lakini kumbuka, Beni imeendelea kuleta machozi zengi kwa watu. Beni maarifu, vita imeendelea kuzuka. Beni ni mambo ya uchungu zaidi, kunyanyasa, kuua watu, kukatakata watu. Tayari haya yamenekana zaidi kama uhalifu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umeendelea. Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kusema maneno haya: tayari haina muhimu kufanya uchaguzi, hatua Kongo ingali katika ingali na hatari ya vita. Kumbuka uchaguzi itakuwa mwaka wa 2018 na kwa sasa 2018 kwa sasa kumbuka 28 amesema haya mkatiba wa uchaguzi hauwezi kukua hatua wananchi wangali napitia hatua magumu. Haya itawezekana, haya tunaweza kubadilisha ama tutakuja kufanya baadaye, kwa sababu hii ni hatua ya kukomboa ama kumaliza haya yanaendelea kutekeleza ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Akazungumzia upande wa North Kivu na Sud Kivu, mpaka kwa sasa akazungumzia Ituri na Beni. Kwa sasa hizi ni eneo zinaendelea kuwa na carte rouge ama carte rouge, kwa sababu kuonesha danger, kuonesha kama haya mauaji amemfikia mara moja. Ndakuja kuwapeleka mara moja katika ndani ya eneo uko Fizi kwa sasa. Fizi nako tena kumeonekana mapigano mazuka zaidi katika upande ndani ulayani Uvira, huko ndani ya Nyange na sehemu inaitwa Kanyinga, sehemu ya Tonge. Mapigano yamezuka zaidi kwa upande la jeshi la wazalendo. Kuna wahasi waliingilia, waliwavamia, lakini hawajajulikana ni wahasi wa gani. Kumbuka hizi ni eneo tayari kuna wanajeshi wahasi wa M23, lakini bado serikali ama wanajeshi wa wazalendo hawajaripoti kusema tayari ni wanajeshi wa M23 waliingilia katika sekta hii. Kumbuka kwenye eneo ya Nyange hakuna wanajeshi wa M23 wako katika eneo hizi. Kumbuka sasa haya yameendelea kubadilika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo moja kwa moja. Ukiwa unanisikiliza kupitia habari ya media Bukavu TV kwa muda wetu wa saa 5 na dakika 30, endelea kuwa pamoja na sisi katika habari zetu mchana kama usiku. Lakini elewa kwa sasa mambo haya yameendelea kubadilika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiendelea kuungana na mimi mara kwa moja utaendelea kujua habari zetu. Leo ni Friday na watakia weekend njema wale wanaanza weekend, waendelee kujienjoy. Wale Waislamu nyinyi wote tunawatakia mwende mara Ramadhani, mwende katika msikiti kwa kusali Mwenyezi Mungu. Najua ya kesho ajua Mwenyezi Mungu. Na wale kwa katika uwanja wa mapambano tunawatakia heri njema, na wale wanajeshi wote tunawatakia Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi katika uwanja wa mapambano. Na mashabiki zangu nyinyi wote nawatakia heri njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za saa 12 na dakika 20. Bye bye. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, elewa tayari ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitakiwa watu wawe na umoja, amani na upendo. Nchi ya Kongo litariziwa kuwa na upendo, kwa sababu vita ya Kongo haiwezi kuishwa na risasi. Vita ya Kongo haiwezi kuishwa na mtu yote. Ni wakongomani wao kwa wenyewe watakaa chini, wafikirie, waongee, waangalie kila kitu kinavyopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wabadilishe, na haya yataendelea kubadilika katika eneo yoyote. Na watakia heri njema. Bye bye.